Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Ni maneno ambayo tumeyasikia katika Injili ya Mathayo sura ya 9 aya ya 39. Hao wafanyakazi ni sisi, na kwa namna ya pekee wale ambao adhimisho hili la leo linawahusu wao, wale wahitimu wetu wa chama cha Mtakatifu Rita wa Kashia. Kwa hiyo mnaambiwa mkatende kazi katika shamba la Bwana, na sio ninyi tu, sisi sote tuliobatizwa tu wafanyakazi tu watendaji katika shamba la Bwana. Kwa hiyo tukae mkao wa kufanya kazi ya kupeleka habari njema. Msisahau pia kazi hiyo tumepewa sisi sote wabatizwa, kwa sababu Bwana alisema, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, tena muwabatize na muwahubirie tena viumbe vyote vipate habari njema. Na hiyo kazi sio ya siku moja, sio ya siku mbili, ni kazi ya kudumu. Lakini anatuhakikishia kwamba katika kazi hiyo atakuwa nasi daima. Hatutakuwa peke yetu, na hatuko peke yetu, na atakuwa nasi katika kazi hiyo. Kinachohitajika na kinachodumu na kitakachodumu ndani mwetu ni utayari kila mara wa kupeleka hilo neno. Ninajua ya kwamba ziko changamoto, na ndio Yesu alisema muombeni Bwana wa mavuno, kwa sababu yeye mavuno haya ni ya kwake. Lakini pia alisema mtakapoenda msichukue chochote, ila mwe na fimbo wapi? Mkononi. Kwa maneno mengine alisema kumtegemea yeye aliyetutuma na sio mwingine. Sasa kwenye somo la kwanza kitabu cha nabii Hosea anazungumza mambo mawili. Jambo la kwanza anazungumza kwamba wale wasiomtegemea Mungu wataaibika. Lakini sio kuaibika tu, wanapata hasara kubwa ya kumkosa Mungu. Na ndio maana nabii Isaya anawaambia hawa ambao wamejitegemea wao wenyewe kwamba waachane na kujitegemea, wamtegemee nani? Mwenyezi Mungu. Ndio hiyo anasema tufanye yanayompendeza Mwenyezi Mungu, tusifanye ya kwetu, tufanye ya mpango wa nani? Wa Mungu. Kama tukifanya ya mpango wa Mungu, maana yake kwa namna moja au nyingine tunafanya yanayompendeza nani? Mungu. Japokuwa ni ngumu sana, mara nyingi mwanadamu ana mwelekeo wa kufanya anavyojisikia. Maana yake anaunganisha aliyoyasoma, anaunganisha ujuzi wake, anaunganisha aliyoyaona, anaunganisha ya misingi yake ya makuzi, na anafikiri mwisho kwamba akijumlisha hayo ndio anayompendeza Mwenyezi Mungu. Si lazima, kwa sababu Mungu anataka kila mara tufanye mapenzi ya nani? Ya kwake, na sio mapenzi ya mwanadamu au ya misingi yetu ya makuzi. Hiyo ndio ambayo nawaomba ninyi mnaohitimu. Ni kweli mmepata mambo mengi kuwe katika chama hiki, licha tu ya kusali zile novena za kila mwezi na kuishi zile nyayo za Mtakatifu Rita wa Kashia, lakini bado kuna kazi kubwa ya kuendelea kumtumaini nani? Mungu, na daima kuyatafuta mapenzi ya nani? Ya Mungu. Lakini pia katika somo la kwanza tunatahadharishwa kwamba hayo yasipofanyika tutakuwa tunaingia kwenye dhambi kila mara. Kwa nini? Kwa sababu tutakuwa na utawala binafsi, utawala ambao hauna nguvu ya Mungu ndani mwake, utawala ambao hauna maelekezo ya Mungu ndani mwake. Na mkumbuke Yesu alishasema na alishatuambia amekuja kuyafanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na kweli alifanya hayo mwanzo mwisho. Na sisi kama wafuasi wake na ninyi mnaohitimu wanarita, please jitahidini kuyafanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Hata Mtakatifu Rita pamoja na ugumu wa maisha aliyopitia alipokuwa mtawa na baadaye akaolewa, au kinyume chake alipokuwa mama wa familia baadaye akaolewa akawa mtawa, lakini haikuwa kwake rahisi, haikuwa rahisi sana. Alikutana na mapinzani, lakini alijitahidi kila mara kuyatafuta mapenzi ya Mungu. Na hata alipoomba kupata kile alichokipata katika paji lake la uso, haikuwa rahisi pia kupokea. Haikuwa rahisi. Ndio maana nasema daima tufanye yanayompendeza nani? Mungu. Na yanayompendeza Mungu ni mapenzi yake. Kwa hiyo kuna kazi kubwa kila siku
ya kuomba utawala wa Mungu katika maisha. Utawala wa Mungu katika maisha. Hata ninyi wana Marko mwinjili mnaoimba leo na ambao mnaongoza ibada hii ya leo, lazima mtafute utawala wa Mungu katika kuimba kwenu. Vinginevyo mtakuta mnaimba kwa sifa yenu, au ili mpate chochote kwa sifa yenu. Hiyo kupata chochote ni matokeo ya kumpendeza nani? Mungu. Itakuja yenyewe bila hata nyie kutaka, itakuja yenyewe. Kwa hiyo lazima daima kila mara kutafuta kuyafanya mapenzi ya Mungu, na tunamwiga Kristo. Msisahau Yesu ametufundisha mambo mawili. Ni Injili ya Jumapili iliyopita, sura ya Injili ya Mathayo sura ya 11 kuanzia 25, lakini mimi nachukua ya 28 mpaka 30. Yeye amesema jifunzeni kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Wa moyo. Na anasema tujifunze unyenyekevu na nini? Na upole. Hayo au mambo mawili hayo alikuwa nayo Mtakatifu Rita. Alikuwa mpole, alikuwa mnyenyekevu. Hakuchelewa kanisani. Daima aliwahi wapi? Kanisani. Na aliwahi kwenye matukio makubwa ya maisha ambayo yalihusu maisha yao ya kiroho. Daima aliwahi, alipanga muda. Msifu Yesu Kristo. Lazima tuseme. Basi nzuri tuna mfano wa live kuja pamoja. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa Mtakatifu Rita wa Kashia haitoshi tu kusali zile novena na kuadimaya au kuadimaya kwa Kiswahili tunasema nini? Kutamani. Hiyo okay. Kwamba ni mtakatifu wa mambo yaliyo, haitoshi tu, ni kujaribu pia kuangalia fadhila zake. Aliishi fadhila gani ambazo za msingi? Fadhila mojawapo ni hiyo unyenyekevu. Asingekuwa mnyenyekevu asingefikia alikofika. Na asingekuwa mpole pia na msikivu kwa Mungu. Na uvumilivu wa kudumu, si wa siku moja. Uvumilivu wa kudumu. Hayo kwa kweli ajitahidi kuwa nayo. Na yamemfikisha alikofika. Na ndio maana leo hii tunapata matunda yake kwa sababu alifanya kitu. Bwana Rita wapendwa, sawa, tunasali zile novena, sawa, tunalia, tunasali, lakini tuige maisha yake. Mara nyingine tukishasali tukipata, hatukumbuki tena utakatifu wake au maisha yake. Hapana. Tuige na twende au tutembee katika, na ndio maana tunaadhimisha tunafanya maadhimisho ya watakatifu si kwa kufanya makumbukumbu tu, ili na sisi kwa maombezi yake huyo mtakatifu na kwa namna pekee Rita wa Kashia tutembee katika hali yake ya utakatifu. Msifu Yesu Kristo. Tutembee katika hali yake ya utakatifu, si kama hawa Mafarisayo na Masadukayo ambao walidharau nguvu ya Kristo au utendaji wa Kristo, utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya Kristo, mpaka wakasema Yesu anafukuza pepo kwa nguvu ya, si contradiction. Unamfukuzaje shetani kwa nguvu ya shetani? Msifu Yesu Kristo. Yesu alisema huo ni utawala uliofanya nini? Uliogawanyika. Huwezi kumfukuza shetani kwa nguvu ya shetani. Sasa sentensi hiyo ilionyesha kwamba walimuonea Yesu wivu. Kwa sababu wao hawakuweza kufanya hicho kitu, walifikiri kwamba anatumia nguvu fulani ambayo sio ya kimungu. Lakini mwenyewe alisema natumia kidole cha nani? Cha Mungu. Hicho kidole ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Na daima Yesu alifanya kazi katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa nawaomba wanarita mnaohitimu, katika mafanikio yao kwenye maisha, mafanikio yako kwenye maisha, ili uweze kufanikiwa katika misingi na yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu, mkumbatie Roho Mtakatifu. Usimwache Roho Mtakatifu. Kwa nini nasema hivyo? Roho Mtakatifu ni kila kitu. Hata uwepo wetu hapa sasa hivi ni Roho Mtakatifu aliyekusukuma kutoka kule Rumi. Na ulipokosa bajaji ukatembea kwa mguu, ni Roho Mtakatifu amekusukuma. Na ulipoona unachelewa ukaona unasema bora kuchelewa kuliko kuacha kufika kabisa. Si kuna msemo unasema chelewa ufanye nini? Au kawia ufike. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu iliyokuweka hapa. Hata nyinyi wanakwaya kwa kuimba kwenu ni nguvu ya Roho Mtakatifu, sio kitu kingine. Msifu Yesu Kristo. Japokuwa kuna nyimbo nyingine ndio mmefanyia mazoezi hapa asubuhi, lakini bado ni msukumo wa Roho Mtakatifu ambaye anataka mambo yaende vizuri. Hakuna kitu chema chochote tunachoweza kufanya kama sio maongozi ya Roho Mtakatifu.
Inawezekana humuiti Roho Mtakatifu, lakini ndio kazi yake ya kutufanya sisi tufanye mambo mazuri yanayompendeza nani? Chukua hiyo principle. Chochote kizuri unachokifanya ni utendaji wa Roho Mtakatifu ndani mwako. Kama ni hivyo, usimwache Roho Mtakatifu. Inawezekana wakati mwingine una msukumo mkubwa wa kutenda dhambi. Huu ni ubinadamu. Lakini mwambie Roho Mtakatifu, mbona unaniacha naanguka katika msukumo au misukumo hii ya kutenda dhambi? Anakuambia, dogo, tulia. Nataka nikuache hivyo kusudi unitafute kila mara. Kwa sababu nikikuondolea hiyo hutanitafuta. Na ni kweli. Tukiondolewa hali hizo za udhaifu, tutajidai, tutakuwa na kiburi mbele za Mungu. Tutaona sisi ndio sisi. Lakini Mungu anaacha hiyo hali kusudi tumtafute. Na ndio maana tunaomba kwa njia ya utakatifu. Kwa nini tunaomba? Kwa nini tunasali? Kwa nini tunaenda kuimba? Kwa nini tunakuja kanisani? Kwa nini? Ili tumtafute nani? Mungu. Na tumeachwa, Paulo anasema tumeachwa katika hayo mapungufu kwa sababu ya Mungu. Kwani Paulo alipoomba kuondolewa mwiba aliambiwaje na Yesu? Kumbuka. Alichoambiwa tu asema, Paulo, huo mwiba uondoki, ila neema yangu inakutosha. Neema yangu sio neema huyu hapa, neema ya Mungu inatutosha kupambana. Na ndio maana tunasema yale magumu tunayokutana nayo katika maisha, kila mmoja na ugumu wake, lakini kila ugumu una namna ya kutoka kwenye ugumu. Kinachotakiwa tu ni ustahimilivu, lakini pia ni usikivu na utii kwa nani? Kwa Mungu, kama alivyofanya Mtakatifu Rita Makasha. Sasa kwenye injili yetu nimeshaongea sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya mwisho ni hiyo sasa, kutumwa. Jamani, katika kazi kubwa ambayo tunapaswa kufanya kama wabatizwa, na sio kama wanarita tu au sio, kama Wakristo wabatizwa wote, ni kupeleka neno la Mungu. Sasa ili ulipeleke neno, ili nilipeleke neno, lazima nilifahamu neno. Kwa hiyo kuna kazi kubwa, nyewe wanarita, lifahamuni neno na mlipeleke nini? Neno. Ukisha lifahamu neno, liamini neno, lifanye la kwako, alafu lipeleke. Hapo utafaulu. Usipofanya hivyo tutadaiwa. Ndio maana wanarita, mtahitimu ndio, mnahitimu ndio, na Mungu awasaidie mfaulu mitihani, lakini Mungu pia awasaidie mpate kazi, au ya kuajiriwa au ya kujiajiri. Hiyo ipo, itakuja. Ni wewe tu unasubiriwa. Na ili ije sasa, narudi kwenye somo la kwanza, mtumainie Mungu, tafuta mapenzi ya Mungu. Tuko pamoja? Lakini pia ili ufanikiwe, kuna haja ya kuwa tayari kumwambia Mungu, nipo tayari, fanya juu yangu, fanya kwangu kile unachokipenda. Hiyo itatufanya tuwe salama, ili tusifanye tunavyojisikia sisi. Narudi kwenye somo la kwanza. Kwa sababu tukifanya tunavyojisikia sisi, wakati mwingine tutafanya yaliyo mabaya au yaliyochukizwa mbele za nani? Mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kazi kubwa tupeleke neno. Inawezekana ukabeba Biblia yako ukatembea, sawa, lakini mimi nakushauri sio hiyo sana. Tupeleke neno kwa matendo yetu. Amina. Nikisha lisoma neno likinikaa, niishi hilo neno, hiyo tayari ni kuhubiri. Hata nikisimama mbele ya watu na hilo neno likiwa ndani mwangu, watu wataona kwamba hilo ni neno. Wakati mwingine wasipoliona kama ni neno, waambie sasa, jamani, nipo kama hivi kwa sababu ya neno liko mahali fulani, linasema hivi, linasema hivi. Ndio mimi sasa hilo neno. Baadaye tutasikia habari ya neno Jumapili kwenye masomo ya Jumapili. Sifa Yesu Kristo. Kwa hiyo kazi yetu kubwa, ndugu zangu, soma hilo neno. Lifanye liwe la kwako. Mwambie Roho Mtakatifu akufundishe. And then anza na wewe mwenyewe. Usipeleke mahali ambapo, yani neno hilo likubadilishe wewe mwenyewe kwanza, likuimarishe wewe mwenyewe kwanza, alafu lipeleke kwa watu wengine. Anza na watu wa nyumbani kwako. Anza na watu wa mazingira yako. Anza na watu wa ofisini kwako, alafu lipeleke kwa watu wengine. Mara zote nasema inawezekana usipate hadhira kama hii. Sio neno. Ukiwa na rafiki yako, nenda naye pia, mhubirie. Mimi nafikiri hiyo ni nzuri zaidi, kusudi huyu ambaye anajiita rafiki asije akakufanya au akalichukua hilo neno kwako. Hilo neno libaki kwako, kwa sababu kuna desturi na kuna tabia ya adui
ukishalisikia neno linanyakuliwa, na hiyo ni injili ya Jumapili, na baadaye hufanyi chochote, ila neno ulilisikia ukalielewa, ukasema mahubiri ya leo yalikuwa mazuri, neno leo lilikuwa zuri, lakini hamna kitu. Kwa nini? Limeanguka, lakini halikufanya kazi. Ni ile disposition yetu mbalimbali ya kupokea neno. Sasa nisije nikahubiri na Jumapili, mahubiri ya Jumapili. Msifu Yesu Kristo. Lakini mimi niseme tu, kwa kuwa tunaye huyo mwombezi, tunaye Bwana wetu Yesu Kristo, tuna watakatifu wengine, tuna Roho Mtakatifu, tuna Baba Mwenyezi mwenyewe, tunashindwa wapi? Wakatoliki tuko matajiri, hatupaswi kufanya nini? Kushindwa. Sasa kwenye zile nyayo za Mtakatifu Rita wa Kashia, mimi nasema zingatia msalaba. Zingatia nini? Msalaba. Na msalaba ni maisha yetu. Zingatia msalaba. Zingatia maisha ya fadhila. Zingatia utii na unyenyekevu na zile nyayo nyingine. Tukiweza kufanya hivyo, novena tutakapokuwa tunazokuwa tunasali zitatufanya tuwe wapya kabisa na tuwe tofauti. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kadiri tunavyosali kila siku, kila mara, tena kwa kurudia rudia, lakini kwenye maana, ndivyo tunakuwa kile ambacho tunakisali. Wale tu wanaosali kwa kurudia rudia lakini hawaipi maana kile kurudia rudia, ndio ambao hatuoni impact ya sala yao kwenye maisha. Msifu Yesu Kristo. Mnaweza kuniunga mkono kwamba wale ambao wanasali daima kwenye misa, wanahudhuria, labda kwenye kwaya, labda kwenye vyama vingine vya kitume, wako regularly, tofauti na yule ambaye haji, tofauti hata mwendo wake tofauti, hata kuongea kwake tofauti. Kwa nini? Yupo kile anachokifanya kila siku. Sasa hatari iliyopo kila mara ni adui kunyang'anya hicho usipokuwa makini. Ndio maana kuna haja ya kulinda hizo neema unazozipata kila siku kwenye maisha, ulinde kusudi adui asikunyakulie, alafu ukawa zero, kama sio 3 au 4 au 5. Amina. Unaweza kunyakuliwa ukabakiwa na 5, au mwingine 0 kabisa, au mwingine akaenda minus, akashuka chini. Hiyo ni mbaya zaidi. Na mtu wa namna hiyo kumrudisha ni kazi ngumu. Mtakatifu Bernardo anasema kumrudisha mtu ambaye alikuwa juu kiroho ni kazi ngumu. Ni kama mende ambaye ameangukia bapa hivi, anainukaje? Unaona, naona miguu iko hivi tu, hawezi kuinuka mpaka umsaidie, wewe dogo inuka, ndio ainuke. Vinginevyo utaona miguu iko hivi tu, hawezi kuinuka. Tunasema mweleka wa nini? Mweleka wa nini? Mungu wangu. Mweleka wa mende. Mweleka wa nini? Kwa kweli hiyo ni hatari sana. Mtu ambaye spiritually, kiroho alikuwa juu akaanguka, kurudi. Sasa hiyo jitahidi, kwa sababu tunaye Mtakatifu Rita, basi atuombee kusudi kuanguka kupo kibinadamu, lakini isiwe mweleka wa nini? Wa mende. Na kwa kuwa tuna imani na sala zake na maombezi yake kwa Mungu, basi tubaki katika imani hiyo, lakini pia tusisahau kuiga maisha yake. Kwa hiyo tutasali, lakini tuangalie maisha yake, utii wake, unyenyekevu wake, uvumilivu wake, na usikivu wake, na alivyokuwa kwenye ndoa, alivyokuwa na mahusiano na mume wake na watoto, na jinsi alivyovumilia wale ambao walimuua. Basi kila kitu hicho, hayo tuyafuate. Tukiyafuata hayo, mambo yatakuwa vizuri na tutawavuta watu kwa mienendo yetu. Na mwisho niseme, msisahau kazi ya kupeleka neno. Na ili kazi ya kupeleka neno iwe rahisi, lazima sasa tuwe nuru na tuwe chumvi. Tuwe nuru ya ulimwengu, tuwe chumvi. Ndio. Na hiyo ni rahisi kwa sababu daima tutakuwa tayari. Kama tuko tayari kila mara, kwa nini neema ya Mungu isituchukue? Neema ya Mungu ipo, itatuchukua, itakaa ndani mwetu na itatusaidia. Basi Mungu atutie nguvu katika lengo letu jema, na nyinyi mnaohitimu, basi Mwenyezi Mungu ayaelekeze daima maisha yenu kwake, na nyinyi muwe tayari kufanya yale ambayo Mungu anawaelekeza, au kwa kupitia sala au majibu ya sala kwa Mtakatifu Rita, au majibu ya sala kwa namna yoyote. Mungu atusaidie kubaki hapo sasa na kumtukuza Mungu. Kazi yetu kubwa katika kizazi hiki ni kuinjilisha ulimwengu huu ambao hatua kwa hatua unaanguka.
Sasa usianguke ulimwengu na sisi tunaomwamini Kristo, tunaomwamini Mtakatifu Rita wa Kashia tupo. Hapana. Rita asimame, Kristo asimame, Roho Mtakatifu asimame, Mungu Baba asimame, na watakatifu wengine wafanye nini? Wasimame. Hapo tulipo kwa mahali pazuri, na awavute wengi wamwendee Kristo. Neema ya Mungu ikae nasi daima. Tumsifu Yesu Kristo.